Hebu fikiria harakati za wanaume katika kutwa nzima, vita na changamoto ngumu za maisha katika utafutaji. Kila wakati ataondoka asubuhi, alfajiri na mapema kabla jua kuchwea, na atarudi usiku mawio ya mbali sana, mwili udhoofu, uchovu, kuchoka na wakati mwingine mawazo lukuki kichwani. Kodi, karo, chakula, mavazi, vyote juu yake, na huenda akawa hajafanikiwa kukipata kila alichoenda kukitafuta, lakini bado atashukuru Mungu, alhamdulillah, kwa sababu anaamini kesho ipo, anayo nafasi ya kupambana. Lakini awapo kazini atakutana na changamoto nyingi sana, dharau, matusi, kejeli na shambo nyingi zenye kukatisha tamaa. Lakini nini atafanya ikiwa mgongoni kwake amebeba mengi mazito zaidi ya magumu anayoyapitia? Mke, watoto, wazazi na hata ndugu ambao huenda wasimfai kwa chochote baadaye. Subhanallah. Lakini ni mwanaume huyo huyo atafanya mambo mengi, si kwa ajili ya faida yake kiuchumi, lakini kutengeneza muunganiko wake mzuri baina yake na jamii anayoishi nayo. Lakini moyoni ataishi na kauli moja tu ya upendo, famillah. Lakini ni mwanaume huyo huyo pindi muulizapo hali yake ajionaje, atajibu ni safi na salama, ili hali moyoni mwake amebeba mengi mazito yasiyotibika hata kwa upendo. Wahenga walituambia wanaume kazi. Wapo wanaume waliozikataa jinsia zao na wapo waliozikataa imani zao kwa sababu ya utajiri. Astaghfirullah. Lakini wapo wanaume waliopoteza maisha wakizipambania familia zao. Wapo waliopoteza maisha ofisini, wengine kwa ajali barabarani na hata migodini. Kote zimetoweka nafsi zao. Inna lillahi rajiun. Huenda leo ikawa ngumu, kesho ikawa mbaya, na kesho kutwa ikawa mbaya zaidi, lakini siku baada ya kesho kutwa ikawa ni ya neema zaidi maishani. Allah akbar. Pichani ni Elim Pagike, nyuma ya kamera ni Mloe John.